anatupa nafasi nzuri, anatupatia nafasi nzuri kwa ajili yangu na wewe. Najua Bwana anafanya yaliyoshindikana. Kwa macho yetu tuliona hayawezekani, ila yeye anatengeneza. Magonjwa yote magumu, lipi ambalo hawezi kufanya? Anaponya yote kwa ajili yetu. Ni wewe tu. Hebu nyanyua mikono yako juu. Nyanyua mikono yako juu. Mpaka kule nyuma. Wewe tu. Nyanyua mikono yako. Wewe tu. Haleluya. Haleluya. Wewe tu. Ndio Bwana. Bwana ni wewe tu. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe tu. Ni wewe Bwana. Ni wewe tu. Ni wewe. Ni wewe. Ni wewe wa karibu. Ni wewe. Ni wewe tu. Ni wewe. Ni wewe tu. Ni wewe. Bwana. Ni wewe. Bwana ni wewe Bwana. Ni wewe tu. Baba ni wewe tu. Ni wewe Bwana. Ni wewe tu. Bwana ni wewe tu. Sema Mungu Baba. Sema Mungu Baba. Ni wewe tu. Ni wewe tu. Ninayekupenda. 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 Ninayekutegemea. Hao ndugu zangu na marafiki zangu niliwategemea, lakini leo wamenibadilikia, na leo hii wananinena mabaya. Ninaungana na waimbaji ya kwamba ni wewe, ni wewe, ni wewe uliyeniponya, uliyenisaidia, uliyenitetea, uliyenishindia, uliyenipa furaha, uliyenipa amani, uliyenipigania. Ni wewe, ni wewe. Sema ni wewe, sema ni wewe. Nimesogea kwenye madhabahu yako, nimesogea kwenye madhabahu yako. Ni wewe, ni wewe. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Ni wewe Bwana, 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 ni wewe Bwana. Na jioni ya leo napokea majibu yangu, napokea amani moyoni, napokea furaha moyoni. Ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Utukufu wako, utukufu wako ushuke leo. Ni wewe Yesu, ninaomba utukufu wako ushuke leo. Ni wewe, ni wewe, ni wewe. Hao adui zangu waliona nimeshindwa, waliona nimekata tamaa, nimenyanyua mikono. Yesu Kristo, ni wewe, ni wewe. Ponya maisha yangu, ponya afya yangu, ponya maisha yangu, ponya maisha yangu, ponya maisha yangu, ponya maisha yangu. Leo hii ikiwa ni siku yetu ya 3, ni wewe
wewe ninakuita, ni wewe nimekuita. Yesu Kristo, 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 Yesu Kristo. Ninakupigia na makofi, ninasema asante. Jina la Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina. Tembea usalimiane na watu, tembea usalimiane na watu. Wawili watatu salimiana. Ngome nyingine sina, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina. Jina la Yesu, jina hilo ngome yangu, jina hilo, jina la Yesu, jina hilo ngome yangu, ndio nitamkapo jina hilo ndio ngome nyingine sina, ndio nitamkapo jina hilo ndio ngome nyingine sina. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina hilo ngome yangu, jina hilo, jina la Yesu, jina hilo ngome yangu, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina. Jina hilo, jina la Yesu, jina hilo ngome yangu, jina hilo, jina la Yesu, jina hilo ngome yangu, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina. Pigia Yesu makofi mengi. Hebu nyanyua mikono yako namna hii, pigie Bwana. Wanaopiga makofi, hilo jina la Bwana linaachilia uponyaji, linaachilia utetezi, linaachilia furaha, linaachilia amani. Pokea hiyo furaha katika jina la Yesu. Wanaopiga aya, sijasikia vigelegele mahali hapa. Oh, shangilia jina la Bwana. Mapepo yameshindwa, maadui wameshindwa, waliokuwazia mabaya wameshindwa. Jina pekee, jina pekee, jina pekee, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Acha litetee maisha yako, acha litetee afya, acha litetee kazi yako. Wanaopiga makofi wanapokea, 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 wanapokea katika jina la Yesu. Hebu keti katika jina la Yesu. Hebu mshika jirani yako mkono, mwambie Bwana Yesu asifiwe. Ukiona hataki mgeukie mwingine, mwambie Bwana Yesu asifiwe. Ukiona amenuna, mgeukie mwingine, mwambie Bwana Yesu asifiwe. Mwambie semina ya maombi inaendelea, mwambie semina ya maombi inaendelea. Halafu mpigie Yesu tena makofi mengi. Oh, nyanyua mikono yako, pigie Bwana makofi mengi na vigeregere kwa Jehova. Basi tunawakaribisha wenzetu mahali popote pale mnapotufuatilia. Tuko hapa KKT Yombo, upako unaopita hapa na hata hapo sebuleni kwako utapita hapo.
Tumemwona Mungu akitenda toka siku ya kwanza na hata leo atatenda. Wanaonielewa waseme amina. Na siku ya kesho, mwambie jirani yako siku ya kesho, mwambie jirani yako siku ya kesho tutakuwa na sadaka maalum. Hebu mwambie jirani yako sadaka maalum. Tutakuwa na sadaka maalum, na kati ya ajenda tutakazoshughulika nazo siku ya kesho, ajenda ya kwanza ni kuwashughulikia watesi. Hebu mshike jirani yako, kesho tutawashughulikia watesi. Kuna watu kazi yao ni kukuletea vita, kazi yao ni kukunyima furaha. Kesho ama za Yesu ama za kwao, kesho tutapiga majeshi hapa mpaka waachie maisha yako, mpaka waachie maisha yako. Wanaopiga makofi wananielewa, sema amina. Hebu mtikise mtu mmoja, mwambie ndio maana ya semina. Kwa hiyo kesho hamna maombi ya toba. Kesho ama za Yesu ama za watesi. Wanasababisha usile, wanasababisha usivae vizuri. Haijalishi wameweka uchawi na miungu yao, kesho tutapiga majeshi hapa mpaka waachie hiyo afya yako, mpaka waachie watoto wako. Na achilia upako, na achilia upako. Wanaopiga makofi wanapokea. Ajenda ya pili, kesho tutaomba kwa ajili ya familia. Hebu mwambie jirani yako familia. Familia ikikaa vizuri, mambo yako yatakaa vizuri. Hebu mwambie jirani yako familia ikikaa vizuri, mambo yako yatakaa nini? Vizuri. Ajenda ya tatu tutaombea uchumi. Haleluya. Uchumi pamoja na afya. Amen. Ukiwa na afya nzuri utapambana kutafuta uchumi. Sema amina. Kwa hiyo kamati yetu imeandaa bahasha. Nafikiri kule mwishoni tutaiachilia hiyo bahasha. Nenda kaweke sadaka yako nzuri, na nina uhakika kabisa ule upako wa kesho utakapokuwa unapita hapa, nina uhakika na wewe utatembelewa. Sema amina. Sema amina. Somo letu ni lile lile lenye kichwa kinachosema zijue siri zinazoweza kukusaidia unapokutana na vita katika maisha yako. Zijue siri zinazoweza kukusaidia unapokutana na vita katika maisha yako. Leo ikiwa ni siku yetu ya tatu. Kwa hiyo tumeangalia mambo mengi, na toka siku ya kwanza nimekwambia vita ipo. Hebu mwambie jirani yako vita ipo. Vita ipo. Haleluya. Na nimeendelea kukwambia vita ipo. Ngoja nirudie. Hata kama utakuwa mfupi kama mtumishi Beni, watakusema tu. Hata kama utakuwa mrefu namna gani, watakusema tu. Hata kama uwe mnene, uwe mwembamba, watu watakusema tu. Hata kama uwasaidie watu, uwape na nguo, uwape na chakula, watu watakunena. Na ndio maana toka siku ya kwanza nimekwambia mwanadamu huwa anabadilika. Mwanadamu huwa anabadilika. Unatakiwa kujifunza hizo siri, ili mwanadamu anapobadilika, hali ya hewa inapobadilika, uzijue hizo siri zitakazokusaidia wewe baba, zitakazokusaidia wewe mama, zitakazokusaidia kijana wa kike na wa kiume kupambana kwenye vita. Kwa sababu wakati mwingine vita nyingi sana
inapokuja katikati ya wanadamu, inapokuja katikati ya watumishi wa Mungu, walio wengi wanakata tamaa, walio wengi wanakata tamaa. Na ndio maana ndani ya kongamano hili la maombi na semina hii ya maombi tunajifunza siri zitakazokusaidia utakapokutana na vita. Ufanyeje utakapokutana na vita? Ni kitu gani ukitumie? Tuliangalia jambo la kwanza, tukasema uwe na imani kuliko vita yako, uwe na imani kuliko vita yako. Jambo namba 2, tukasema katikati ya changamoto, kimbilio lako liwe kwenye madhabahu, kimbilio lako liwe kwenye madhabahu. Walio wengi wamekimbilia kwa marafiki, walio wengi wamekimbilia kwa ndugu na majamaa. Ndugu wanaweza wakabadilika, lakini madhabahu haijawahi kumwacha mtu, haijawahi kumwacha mtu. Na kwa sababu hiyo madhabahu huwa inatetea, madhabahu huwa inatetea. Na jioni ya leo, acha hiyo madhabahu itetee maisha yako, acha hiyo madhabahu itetee afya yako. Wanaopiga makofi wanapokea hiyo neema ya Bwana. Haleluya, nasema haleluya. Tunataka tuangalie siri namba 4. Hebu mwambie jirani yako siri namba 4. Mwambie jirani yako siri namba 4. Siri namba 4 ni hii itakayokusaidia ushinde vita yako. Siri namba 4. Uko tayari? Andika. Elewa kuwa kila vita, elewa kuwa kila vita unayokutana nayo ina mlango wa kutokea. Elewa jambo hili, ya kwamba hata kama hilo jaribu ni kubwa namna gani, hata kama hiyo vita ni kubwa namna gani, hata kama wanadamu wote wameinuka namna gani, hata kama ni wafanyakazi wenzako wameinua kiasi gani, elewa jambo hili mahali popote pale unaponifuatilia, vita ina mwisho wake, vita ina mlango wake. Hata kama leo wamekusalau, vita yako ina mwisho wake, vita yako ina mlango wake. Na leo hii tutaachilia maombi ya hiyo vita iishe, iliyotesa maisha yako, iliyotesa afya yako, iliyotesa maisha yako, iliyotesa watoto wako. Kwani ni kila vita ina mlango wake. Hebu tikisa mtu mmoja, mwambie kila vita, mwambie ina mlango wake. Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Wakorinto wa kwanza. Kati ya kitu shetani asingetamani ukielewa ni jambo hili, ni siri namba 4. Kwa sababu atajaribu kukuletea mambo mengi. Atakwambia wewe ni wa hivyo hivyo mpaka kufa. Nani amekwambia ni wa hivyo hivyo mpaka kufa? Elewa jambo hili, kila vita ina mlango, ina mlango, ina mwisho. Umefika Wakorinto mwana wa Mungu 1, 2, 3, twende mstari wa 13. 1, 2, 3. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida yenu, ila Mungu ni mwaminifu. Sema ni mwaminifu, sema ni mwaminifu, sema ni mwaminifu. Hebu mshike jirani yako, mwambie Mungu ni mwaminifu.
Hebu mshike jirani yako mkono, mwambie Mungu ni mwaminifu. Mwambie tofauti na wanadamu. Hebu mshike jirani yako mkono, mwambie Mungu ni mwaminifu. Mwambie tofauti na wanadamu. Hebu malizia 1, 2, 3 twende. 1, 2, 3 twende. 1, 2, 3 twende. Ambaye hata waacha mfanye nini? Kupita mwezavyo. Lakini pamoja na ilo jaribu atafanya na mlango wa nini? Tafsiri yake ni hii: hata kama ilo jaribu unaliona ni nzito namna gani, hata kama hiyo changamoto unaiona ni nzito kiasi gani, hata kama hilo jaribu unaliona ni nzito kiasi gani, neno la Bwana linasema katika Wakorinto wa kwanza ile sura ya 10 mstari wa 13, anasema pamoja na hilo jaribu ulilo nalo, kwa lugha nyingine, pamoja na hiyo vita ulionayo, kwa lugha nyingine, pamoja na hiyo changamoto ulionayo, Biblia inasemaje? Mungu ni mwaminifu. Bwana Mungu ni mwaminifu, anazikumbuka dhabihu zako, anakumbuka namna vile unavyoendaga kwenye jumuiya, anakumbuka namna vile unavyokuja kwenye madhabahu ya Bwana, anakumbuka namna ile unavyoachiliaga sadaka kwenye madhabahu yake, anakumbuka huyo Mungu, upendo wako kwake. Na Biblia inasemaje? Pamoja na hayo, na hilo jaribu ulilo nalo, Biblia inatutia moyo, atafanya. Hebu mshike jirani yako, mwambie atafanya. Mwambie atafanya. Na nini? Na mlango wa nini? Wa kutokea. Kwa lugha nyingine, ilo jaribu ulilo nalo ni la kitambo. Hiyo vita ulionayo ni ya kitambo. Sijajua ninaongea na nani jioni ya leo. Hata kama huoni njia, ilo jaribu, usikia neno la Bwana ni la kitambo. Yule Bwana ambaye anaweza kafanya mlango, anasema ilo jaribu litafanya mlango, hiyo vita litafanya mlango. Na jioni ya leo ninaachilia upako juu yako. Acha hiyo njia ionekane, acha hiyo njia ionekane. Mahali pasipo na njia, pokea njia ya kushinda hilo jaribu lako. Pokea upako katika jina la Yesu. Wanaopiga makofi wanapokea. Hebu tikisa mtu mmoja, mwambie pokea njia. Kwa sababu ukielewa, ngoja niseme tena, ukielewa kwamba njia ipo, na kwambia ukielewa kwamba vita ipo, utakula, utafurahi. Shida yako, shetani anakuficha kwamba hilo teso utakuwa nalo muda mrefu. Nani amekwambia? Kama unafikiri na kutania, muulize Ibrahimu pamoja na Sara. Muulize Ibrahimu pamoja na Sara, waliokaa miaka 100 hawakupata watoto, walikaa miaka 70 hawakupata watoto, walikaa miaka 90 hawakupata watoto. Yule Mungu wa Ibrahimu hata sasa yuko, hata sasa yuko. Anatetea mtu mmoja hapa aliambiwa haiwezekani, anatetea mtu mmoja aliambiwa haiwezekani. Pokea hiyo neema ya mlango katika jina la Yesu. Rapapa. Wanaopiga makofi wananielewa. Walisema utaolewa, pokea neema ya kuolewa. Walisema utaoa. Ninaongea na mtu mmoja hapa jioni ya leo, ameacha na kuvaa vizuri, ameacha na kula vizuri. Nani amekwambia? Tunaye mtetezi ambaye jina lake ni ngome iliyo imara, kila aliyemkimbilia aya. Wanaopiga makofi wananielewa hapa. Sijajua ninaongea na nani hapa. Pokea hiyo neema. Wanaopiga makofi wanapokea. Hebu tikisa mtu mmoja, mwambie pokea njia.
Hebu mwambie jirani yako, leo tutaomba, leo tutaomba, leo tutaomba. Jambo la pili, andika, unayaandika mambo ya kufanya. Andika mambo ya kufanya, mambo ya kufanya, mambo ya kufanya ili Mungu aachilie njia kwako. Mambo ya kufanya ili Mungu aachilie njia kwako. Mambo ya kufanya ili Mungu aachilie majibu yako, aachilie mlango, aachilie majibu yake. Mambo ya kufanya unayotakiwa kuyafanya ili Jehova aachilie mlango. Kama yeye amesema atafanya mlango, kuna mambo unatakiwa kuyafanya ili Jehova aachilie mlango. Jambo la kwanza unaandika. Jambo la kwanza, jambo la kwanza, anza kukiri wewe mwenyewe. Anza kukiri wewe mwenyewe kwa imani. Anza kukiri wewe mwenyewe kwa imani kwamba vita yangu imekwisha. Anza kukiri wewe mwenyewe. Unatamani Jehova afanye njia, unatamani kumwona Jehova afanye njia. Anza kukiri wewe mwenyewe kwamba kwa imani vita hii imekwisha. Hata kama mazingira yamekataa, hata kama mazingira yamekataa, ili mlango ufunguke, kiri wewe mwenyewe. Hebu mwambie jirani yako, kiri wewe mwenyewe. Shida ya wapendwa wanapokutana na vita, nakwambia nitakufa, nakwambia nitakufa. Yani kama wewe mwenyewe, hebu mshike jirani yako mkono, mwambie kama wewe mwenyewe umejikatia tamaa, unataka Mungu akutie nguvu wakati umejikatia tamaa. Hebu mshike jirani yako, mwambie kama wewe mwenyewe umejikatia tamaa, unataka nani akutie moyo? Aliye na Yesu ndani, hata kama vita imepamba, anakiri ya kwamba hii vita imeisha. Anakiri yeye mwenyewe kwamba vita imeisha. Majirani wanasema umechanganikiwa, unawaambia nyamazeni, vita imekwisha. Tunapata wanaonielewa wangempigia Bwana makofi mengi. Hebu nyanyua mikono yako namna hii, alafu mpigie Yesu. Hebu tangaza imekwisha, tangaza vita yangu imekwisha. Rapopopopo. Unasema unaipata wapi? Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13. Unasema mtumishi Benson, unaipata wapi? Wafilipi 4:13. Wafilipi 4:13. Mahali popote pale unaponifuatilia, umefika mahali umekata tamaa, naomba unisikilize, unifuatilie. Kili wewe mwenyewe. Wafilipi 4:10 na ngapi nimesema? 10 na ngapi? Aya 1, 2, 3. Tuwekee pale 1, 2, 3, tuende. Sija kusikia kwa sauti, nataka upige kelele mpaka maadui wajue. 1, 2, 3, tuende. Na yaweza mambo yote katika yeye. Hebu soma tena mara ya pili, 1, 2, 3. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye ile nguvu. Hata kama ninyi kwa lugha nyingine hamkunitia nguvu, hata kama ninyi majirani hamkunitia nguvu, leo ninasimama. Mtume Paulo anasema hata kama sikutiwa nguvu na wanadamu, hata kama wakati mwingine waliniweka jela, wakati mwingine mimi Paulo waliniweka jela, Paulo anasema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, katika yeye
anitiaye nguvu. Na wewe mama, unayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Naongea na mwanaume mmoja jioni ya leo, unayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Wakikwambia uwezi, unawaambia kaa pembeni, ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Wakikwambia achana na hiyo ofisi, waambie hapana, kuacha hiyo ofisi, ninaye Simba wa kabila la Yuda ananitia nguvu, anayenisaya. Wanaonielewa hapa, rapopopopo, pokea neema ya kutiwa nguvu katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema ya kutaya. Hebu nyanyua mikono yako, pigie Bwana makofi. Sijajua naongea na nani jioni ya leo. Angesimama hapa amshangilie Bwana, angesimama hapa apige makofi. Rapapa, pokea kutiwa nguvu katika jina la Yesu. Watoto wako watiwe nguvu katika jina la Yesu. Ndoa yako itiwe nguvu katika jina la Yesu. Unaweza tena, unaweza tena, unaweza tena. Hebu simama ugonge na watu watatu, waambie unaweza tena, waambie unaweza tena, waambie unaweza tena, waambie unaweza tena, waambie unaweza tena. Hata kama amenuna, achana naye, geukia mwingine, mwambie inawezekana. Alafu nyanyua mikono yako, pigie Bwana makofi mengi na vigerekele. Pokea kushinda, pokea kushinda, pokea nguvu, pokea uweza, pokea hiyo nguvu. Wanaopiga makofi wanapokea. Sijasikia vigeregere malala. Haleluya. Waliosema utaweza, pokea kuweza. Waliosema haitawezekana, pokea hiyo neema. Rapopo, naachilia upako jioni ya leo. Rapapa, ripopo, pokea hiyo neema. Ninaona watu wanaolewa, ninaona watu wanaoa, ninaona watu wanapandishwa vyeo. Acha kuzubaa wewe, pokea, 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 pokea. Wanaomshangilia Bwana wanapokea. Hebu kaa kidogo, kaa kidogo. Kuna mambo, hebu mtikise mtu mmoja, mwambie leo ni upako mara mbili ya jana. Mwambie shetani asingetamani kuona unavuka hapo. Yana anatamani, yani kila siku uwe mnyonge, unashindwa mpaka kula, unashindwa mpaka kuvaa. Hebu mwambie jirani yako maisha ni haya haya. Mwambie jikubali wewe. Umeshindwa mpaka kujiona kwenye kioo, ujioni. Hata kama una sura kama mtumishi Benson, jitie nguvu katika Bwana. Sema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mimi nakwambia, najidai na sura yangu, sura hii iko peke yake duniani, na wewe unayaweza. Hebu haya, wanaonielewa wangempigia Bwana. Pokea ujasiri wewe katika jina la Yesu. Pokea ujasiri. Hebu tikisa mtu mmoja, mwambie nenda kavae vizuri wewe. Unashindwa mpaka kuvaa, mpaka kula. Jitoe auti mwenyewe. Siku hizi chips 2000, uwe na 2500. 500 ni ya boda boda. 500 siku hizi imepanda. Unakuwa na 3000. 3000 ni ya bajaji. Wanakuambia unaenda wapi, unawaambia naenda mahali pazuri pazuri. Kumbe unaenda kutafuta chipsi kavu. Unayaweza. Pokea kuweza. Pokea hiyo neema. Wanaopia sijajua naongea na nani jioni ya leo. Nasema pokea kuweza katika jina la Yesu. Wanaopiga makofi wanapokea. Hebu mwambie jirani yako kili kushinda. Jambo namba 2. Jambo namba 2. Anza kuyapangua maneno ya kukukatisha tamaa. Kama ukielewa kwamba vita hii na mwisho, Mungu anafungueje mlango, anza kupangua hayo maneno. Anza kupangua hayo maneno ya kukuvunja moyo.
unaambiwa uwezi, unanyamaza. Haiendi namna hiyo. Maneno ya kutokushindwa lazima uyapeleke pale. Unawambia wewe, unasema siwezi, mimi napangua, naweza. Anza kupangua. Wanakuambia wewe utaolewa, na unasema ndio, sintaolewa. Wewe unaijua nguvu ya Yesu? Wewe aliyewa Yesu anapangua, anasema hapana, hapana, umeniambia sijapendeza, mimi nimejiona kwenye kioo kwamba nimependeza, umeniambia kwamba mimi siwezi, hapana, moyo wangu unaniambia ninaweza. Pangua hizo ajenda. Katika ulimwengu wa roho wanakuambia huwezi kulea watoto. Nani anajua walikaa miezi 9 kwenye tumbo lako? Walikaa miezi 9. Kama walikaa miezi 9, wewe ni mama, utalea tu, utalea. Pangua, waambie mimi nakomaa na watoto wangu, ama za shetani ama za Yesu. Lakini ninachokijua, aliyekimbilia kwa Yesu hajawahi kuaibika, hajawahi kuaibika. Aya, pokea heshima wewe, pokea heshima wewe, pokea heshima wewe. Wanaopiga makofi wanapokea, wanapokea. Shangilia jina la Bwana. Haleluya. Juzi kati shetani anataka kuniletea mahubiri. Ananiambia unaenda Kagera. Kagera, waliofika Kagera tunaanza mkutano wa Injili, ile mikutano ya misioni tunaanza Jumapili. Kwa hiyo nilipopewa taarifa kwamba kuna kongamano la maombi, shetani akawa ananiambia sasa unasafirije? Kwa sababu unamaliza Jumatano alafu Morning Glory unaendelea nao. Nasema vyovyote nitakavyosafiri, shetani sikia, unanihubiria maneno haya ili nikata tamaa. Hapana, Bwana ana haja na watu wa Yombo mpaka kieleweke. Habari za kwenda Kagera Yehova ataleta baadaye. Hebu mtikisa mtu mmoja, mwambie hayo ni ya baadaye. Hebu tikisa mtu mmoja, mwambie hayo ya kukuvunja moyo. Hebu mshike jirani yako mkono, mwambie hayo ya kukuvunja moyo. Hebu mshike jirani yako, mwambie shetani baadaye, mwambie shetani baadaye. Hebu tikisa mtu mmoja, mwambie shetani baadaye, shetani baadaye, shetani baadaye, shetani baadaye. Pangua hayo maneno yaliyonenwa kwenye ndoa yako, yaliyonenwa kwenye afya yako, yaliyonenwa kwenye kazi yako, yaliyonenwa kwenye biashara yako. Pangua hayo maneno. Aliye na Yesu ndani anapangua hayo maneno ya kumvunja moyo, ya kumkatisha tamaa. Anapangua hizo ajenda, anapangua. Pangua hizo ajenda katika jina la Yesu. Wanaopiga makofi, kuna mambo yanafanyika katika ulimwengu wa roho. Unasema iko wapi? Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza 17 mstari wa 44 hadi 45. Samueli wa kwanza 17 mstari wa 44 hadi 45. Shetani amekubilia muda mrefu, saa imefika ya kupangua. Pangua mpaka kieleweke. Samueli wa kwanza nimesema kama umefika sema haleluya. Kama umefika sema amina. Samueli wa kwanza 17 44 hadi 45. Umefika aya 1 2 3 twende. Mfilisti akamwambia, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa nini na wanyama wa mwituni. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia nini kwa upanga na nini na fumu na mkuki, bali mimi. Hebu weka kifuani, sema bali mimi. Hebu shika kwenye kifua chako, sema bali mimi. Sijakusikia, sema bali mimi. Ninakujia kwa jina
la Bwana wa majeshi uliyatukana haya majeshi. Unaona Daudi anapangua. Kwa lugha nyingine, yule Goliati alipomwona Daudi, yule Goliati alipomwona Daudi akamwona ni kijana, akamwona ni kijana, tena sio kijana wa vita, akamwona ni kijana, tena kijana wa kawaida. Kwa jinsi ya kawaida amemwona Daudi kama kijana wa kawaida, kwa jinsi ya kawaida Daudi anaonekana kama kijana. Kwa jinsi ya kawaida jamaa akamdharau Daudi. Kwa lugha nyingine, akamwona ni kijana, hawezi hata kusimama, hawezi hata kusimama. Kwa jinsi ya kawaida akamdharau Daudi. Kwa jinsi ya kawaida akamdharau Daudi. Kwa jinsi ya kawaida akamziaki Daudi. Ninaongea na watu jioni ya leo. Kwa jinsi ya kawaida unaonekana ufai. Kwa jinsi ya kawaida wamekuwekea maneno. Kwa jinsi ya kawaida wamenena na maneno. Kwa jinsi ya kawaida wamekutabilia ya kwamba mwezi wa 6 wewe utafukuzwa kazi. Kwa jinsi ya kawaida wamenena yaliyonenwa. Kwa jinsi ya kawaida wameweka na kalenda za wewe kufa, kalenda za wewe kuangamia, kalenda za wewe kupata ajali. Kwa jinsi ya kawaida hawakujui ndani ya kwamba una simba wa kabila la Yuda. Hawaelewi ndani ya kwamba unaye Bwana wa vita. Hawaelewi ndani yako ya kwamba umetoka wapi na Jehova. Hawajui ya kwamba Mungu uliye naye ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ndivyo ilivyokuwa kwa Daudi. Goliati anamwambia, njoo kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani. Nataka nikwambie, nyama ya mlokole hailiwi na wachawi. Nyama ya mlokole hailiwi na nyama ya mtu aliyemkataa shetani na kazi zake zote hailiwi na wachawi, hailiwi na waganga. Mitego waliokutegea ninaamuru jioni ya leo iwanase wao katika jina la Yesu. Wanaopiga makofi wanapokea. Ninaona mtu mmoja hapa, Goliati wake anapigwa, Goliati wake anapigwa, Goliati wako apigwe. Rapapa, ni mashemegi zako wamesimama kama Goliati. Ninaamuru jioni ya leo wapigwe katika jina la Yesu. Ni wafanyakazi wenzako wamesimama kama Goliati, wamesimama kama Goliati. Nina upako jioni ya leo. Kuna upako kwenye madhabahu hii wa kukutoa mahali. Goliati apigwe, apigwe huyo Goliati aliyeiba ndoa yako, aliyeiba afya yako, aliyeiba cheo chako. Goliati jioni ya leo lazima apigwe. Wanaonielewa wangenyanyua mikono namna hii halafu wampigie Yesu makofi mengi. Hebu tegesa mtu mmoja, mwambie Goliati apigwe. Shangilia jina la Bwana, shangilia jina la Bwana. Maneno ya Mungu ni matamu. Shida, muda umeisha. Hebu simama tuombe, tutaende. Shikilia hivyo kesho, shikilia. Yani tunaweza tukahubiri mpaka kesho. Marafiki zangu, hebu njoni tumwabudu Bwana hapa. Alafu shika na sadaka yako. Kumbuka nilichosema, unaposimama unasogea kwenye madhabahu. Kwa sababu kama wakina Goliati kwenye ulimwengu wa roho walisimama kutetea madhabahu ya Wafilisti, uwe na uhakika na wewe lazima usogee kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai ukiwa na sadaka yako. Ndio maana nimekuambia kuna umuhimu sana kesho kuwa na bahasha maalum kwa ajili yako, ili hata kama walitoa sadaka, na sisi kesho tutatoa sadaka. Kama wao waliachilia maneno, tunalo neno la Bwana. Hebu simama juu, shika na sadaka yako. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa, ni wewe Yesu wa kuabudiwa, utukufu na heshima vina wewe Yesu, ni wewe Yesu
wa kuabudiwa ni wewe Yesu, wa kuabudiwa ni wewe Yesu, wa kuabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu, ni wewe Yesu, wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe Yesu, wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe Yesu, wa kuabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe, oh ni wewe, Bwana ni wewe, Bwana ni wewe, Yesu wa kuabudiwa ni wewe, utukufu na heshima vina wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe Yesu wa kuheshimiwa, ni wewe Bwana wa kuheshimiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuheshimiwa, ni wewe Yawe wa kusujudiwa, ni wewe Baba wa kusujudiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kusujudia, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima vina Bwana, ni wewe, Bwana ni wewe. Utukufu na heshima vina wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuabudu. Utukufu na heshima vina wewe Yesu, ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Hebu sogea madhabahuni, sogea madhabahuni. Unaweza Yesu, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya tuombayo. Unaweza kuponya, unaweza kufanya mambo makubwa zaidi ya tuomba. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi tuombayo. Bwana unaweza kufanya, Yesu
Naomba waimbaji na nini mkapange mstari. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie. Lango, lango, lango. Nataka umaanishe tunapoingia kwenye maombi. Nataka umaanishe. Lango ndiye wote waingiao. Lango, lango. Nyanyua mikono yako na hiyo sadaka. Nyanyua mikono yako. Sema, Mungu Baba. Sema, Mungu Baba, ninaungana na waimbaji wa kusifu na kuabudu katika madhabahu ya Bwana, ya kwamba unaweza kufanya mambo makubwa kuliko tuyawezayo, kuliko tuyaombayo. Na leo hii umesema na moyo wangu, umesema na nafsi yangu, ya kwamba kila vita ina mlango, ina mlango wa kutokea. Wakati mwingine adui alinihubiria, adui alinisemesha katika ulimwengu wa roho, ya kwamba jaribu hili na vita hii labda nitakufa nayo, lakini leo ninawatangazia au maadui zangu, ninamtangazia shetani ya kwamba hii vita ninatangaza imekwisha. Ninakiri kwa kinywa changu, kama adui zangu mlinipeleka kwenye madhabahu ya uganga, ya uchawi, leo hii nimesimama kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, Ninaiomba madhabahu ya Mungu ipambane na hizo madhabahu zilizokamata hiyo afya yangu, iliyokamata hicho cheo changu, iliyokamata huo uchumi wangu, iliyokamata mahitaji yangu niliyoomba miaka mingi. Sema leo hii, sio kesho. Ewe madhabahu ya familia uliyezuia maisha yangu, ewe madhabahu ya upande wa mume wangu, ya upande wa mke wangu, leo hii ewe madhabahu, bomoka. Sijaona watu wanamaanisha bomoka na maneno yako ulionuiza juu yangu na familia. Ewe madhabahu, bomoka paka kwenye TV, paka kwenye YouTube, bomoka. Ndio mahali popote pale unaponifuatilia, upako unaopita hapa utembelee, na hapo ulipo hospitalini utembelee, hapo nyumbani, kwenye gari lako. Oh, pokea. Moto umewaka. Wabarikiwa wanaomaanisha. Oh, pokea. Oh, kazana.
kazana, ndiyo Bwana. Rapopo ripandarabo rapopopo ramandarabo ripapapa, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Naita utukufu wako, naita utukufu wako, naita ufalme wako, ufalme wako uje, ufalme wako uje, uje leo juu ya ukoo, juu ya familia hii, juu ya familia hii. Ufalme wako, ufalme wako, ufalme wako, ufalme wako. Kama wao walitoa sadaka, na sisi leo tunaachilia sadaka. Kama wao waliachilia maneno, tunalo neno kutoka kwa Yesu, tunalo neno kutoka kwa Mwokozi. Kama wao waliachilia damu, tunayo damu, tunayo damu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Oh, ni damu pekee, damu ya Yesu. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Ninaona watu wanavuka, oh, vifungo vinakuachia. Pokea, 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 pokea. Yeye Bwana wa amani, achilia hiyo amani, achilia hayo majibu. Pokea, 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 pokea. Ndiyo Bwana. Rapopopopopo. Nyanyua mikono yako, sema wako wakina Goliati wamesimama kwenye familia. Sema wako wakina Goliati waliosimama kwenye ukoo. Wako wakina Goliati waliosimama kule kazini, kwenye biashara wamesimama. Wakina Goliati kwenye afya. Sema leo hii Goliati uliyesimama kuzuia hatima yangu, kuzuia baraka zangu, kuzuia uchumi wangu, kuzuia afya yangu. Ewe Goliati, pigwa, 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 piga, 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 piga. Na wapenda wanaomaanisha piga, piga, piga paka wachie, paka wachie, paka wachie, paka wachie, paka wachie, paka wachie. Au watoto wako, hiyo familia, moto umewaka. Naona watu wanaomaanisha wanapokea, wanapokea, wanapokea. Paka kwenye YouTube, paka kwenye TV. Pokea upako, pokea upako, pokea upako, pokea upako, pokea upako. Inawezekana wakina Goliathi wamesimama kwenye ndoa yako, wamesimama kwenye familia yako. Upako unaopita hapa, upite hapo Dar es Salaam, upite hapo Morogoro, upite na Iringa, upite na Mbeya, Rukwa, Sumbawanga, upite kule Songea, upite kule Njombe, upite Lindi na Mtwara, upite Dodoma, upite Singida, upite na Tabora, upite Kigoma, upite Kagera, upite na Mwanza, upite Geita, upite Msoma, kule Mara, upite Simiyu, upite Shinyanga, upite Arusha, upite Manyara, upite Tanga na Kilimanjaro. Rapopo, rapo, wanapigwa hao maadui zako, wanapigwa, 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 wanapigwa kwa damu ya Yesu. Huyo Goliathi aliyesimama, rapopo, oh, wanapigwa kwa damu ya Yesu. Neema yako Bwana. Nyanyua mikono, nyanyua mikono, nyanyua mikono yako. Sema leo hii ninatangaza amani. Napokea amani, napokea furaha, napokea ushindi. Kuanzia leo napokea amani, napokea furaha. Kuanzia leo napokea majibu yangu katika jina la Yesu. Amen. Sasa kabla hujatoka kwenye madhabahu, naomba uachilie sadaka, alafu rudi uliposimama. Toa tu sadaka. Nitamkapo jina hili, jengo nyingine sina. Nitamkapo jina, marafiki zangu, ngome nyingine sina. Jina la Yesu, jina ni ngome yangu. Jina hilo, jina la Yesu
ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu. Usirudi kule nyuma, simama hapo hapo. Jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine. Usirudi nyuma, jina la Yesu, baki kwenye madhabahu. Ngome yangu, jina la Yesu, ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Amen. 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 Sasa naomba unisikilize. Kama maadui zako walikupeleka kwenye madhabahu zao wakatoa na sadaka, nataka uchukue bahasha hii kwa imani kwenye madhabahu, na kesho tutaomba ile kamati yetu ya uinjilisti na pamoja na mchungaji tutatolea sadaka hapa kwenye madhabahu. Sema amina. Tukipiga kesho majeshi, tutakuruhusu uje utolee hapa sadaka, na tutakuwa tunabandika mkono mmoja mmoja mpaka kieleweke kesho. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sio pale, hapa kwenye madhabahu. Ukipita hapa tutakupiga upako, alafu unatoka. Tunatamani tunapomaliza ili kongamano la maombi usibaki kama ulivyo. Amen. Nimekwambia hapa, shetani alikuwa ananihubiria sijui nini na nini. Shetani muongo. Amen. Namna ya kusafiri, hata kama ni usiku, hata kama nitasafiri masaa yote, kusudi la yombo mpaka kieleweke. Amen. Na tunamaliza mpaka Ijumaa. Sema amina. Naondokeje kwenda Bukoba, Yesu anajua, lakini natamani kuhakikisha ya kwamba tunapoanza mwezi wa 6 uwe vizuri. Hebu mwambie jirani yako, karibu asubuhi kesho. Mwambie kuna upako wako hapa. Lakini pia karibu na jioni. Jioni ndo tunarudisha hizo bahasha, si ndio mwenyekiti? Turudishe jioni. Jambo la mwisho, ningefurahi sana kama utafunga kesho. Amen. Kama una vidonda vya tumbo, unaweza ukafunga hata masaa 5. Shetani asikuhubirie akakwambia una vidonda vya tumbo itakuweje. Kufunga unaweza ukafunga hata masaa 3, hata masaa 4, maadamu umepatana na Mwokozi. Amen. Bwana Yesu, mimi nina meza dawa, nafunga mpaka saa 4, nafunga mpaka saa 5, alafu utaona moto wako utakavyowaka kesho. Amen. Amina. Kama Mungu anakupa neema ya masaa 10, funga masaa 10. Mungu anakupa neema ya masaa 12, funga nini? Patana na Mungu. Nataka kesho, Biblia inasema mengine hayatoki isipokuwa kwa kufunga na nini? Na kuomba. Kuna mengine lazima tuyashughulikie kiroho. Kuna mahali nilikuwa ninawaambia, kama wale watu wa upande wa giza walikutolea sadaka, wakasema huyu mama atakuwa wakupata 100,000, wewe na mimi ni wakina nane hata tusitoe sadaka? Kama wa upande wa pili wanaweza kachukua mbuzi wakamchinja wakamtoa kafara, wanasema na maneno ya watoto wako, wanasema watoto wa familia fulani marufuku kufaulu. Haleluya. Kwa hiyo sadaka na sisi itasimama. Kama wao wamesimama na sadaka, na sisi tutasimama na nini? Nimefurahi sana wale wa asubuhi. Wale wa asubuhi mumekuja na sadaka. Jifunze kila wakati ya asubuhi unapokuja kwenye ibada, njoo na sadaka. Sema amina. Kwa sababu wenzako unaokutana nao kazini huwezi ukajua amemwabudu Mungu yupi. Kama wewe unalitaja jina la Yesu, mwenzako anataja nini? Sema amina. Bwana Yesu, ninaachilia upako juu ya bahasha hizi, na mtumishi wako huyu mahali popote pale anaponisikiliza, na huyu aliyoko kwenye madhabahu atakapochukua hii bahasha, mkono wako uwe pamoja naye. Wengine wataachilia sadaka kupitia zile namba za simu zilizoko kwenye YouTube au kwenye mitandao ya kijamii, sawasawa na maelekezo ya madhabahu ya Bwana.
na wengine watakaoachilia sadaka zao kupitia bahasha hizi, Bwana, mkono wako uwe pamoja nao. Wengine kila wakati wameendelea kufanya, wengine wanawatunza makuhani, hawajaacha kupeleka vocha, hawajawahi kupeleka mafuta, hawajaacha Bwana kupeleka chakula, hawajaacha kupeleka mavazi. Bwana, kupitia maombi ya siku ya kesho, Bwana, tunapokuwa tunaachilia upako hapa, Bwana, nguvu zako na majibu yako yakaonekane juu ya watoto wako. Wengine wamewekewa mipaka ya kwamba miaka yote afanye kazi, hata pandishwa daraja. Upako wa kesho, Bwana, ukampandishe daraja katika damu ya mwana kondoo. Wengine wanasema ni lini, Bwana? Mungu utanitetea, Mungu utakuwa pamoja nami. Upako wa kesho, Bwana, ukaonekane, Bwana, juu ya mama huyu na baba huyu, kijana wa kike na wa kiume, na msikilizaji wangu huyu, Bwana, mahali popote pale anaponifuatilia, mkono wako uwe pamoja nao, na damu ya Yesu Kristo, Bwana, ikanene mema juu yake katika damu ya Yesu. Kama maadui zetu walitoa sadaka kwenye madhabahu zao, na sisi leo, Bwana, tunachukua bahasha, Bwana, Mungu, kuachilia sadaka kwenye madhabahu yako. Mkono wako uwe pamoja nasi, nasi tunajiachilia mbele zako katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wote tuseme amen. Nasema amen. Baba, naomba uturuhusu tuchukulie bahasha hapa, na mimi nachukua. Haleluya. Karibu tuchukue bahasha. Karibu. Bila wewe tusingeweza. Chukulia watoto, chukulia familia. Wengine wanachukua mbili. Asante Elohim, ulitangulia mbele, bila wewe tusingeweza. Hapa tulipo ni kwa nguvu zako. Asante Elohim, tumetembea toka mwanzo, uko pamoja nasi. Hapa tulipo ni kwa nguvu zako. Bahasha chache, bahasha chache, niongezee bahasha. Tumetembea nawe toka mwanzo, uko pamoja nasi. Hapa tulipo naomba bahasha, naomba bahasha. Elohim, tunashukuru Baba. Asante Elohim, naomba bahasha. mkono wako umetubeba. Asante Elohim, tunashukuru Baba. Asante Elohim, mkono wako umetubeba. Asante Elohim, mabaya yalino, lakini hayakutupata. Ulitutetea, ulitushindia. Asante Elohim. Naomba mzee wa kanisa mmoja nipe sadaka. Chakutumaini sina ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Tuombe matoleo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante Mungu kwa siku nyingine hii ya tatu ambayo watoto wako umekuwa pamoja nasi katika kipindi hichi cha maombi. Mungu, tunakuomba hizi sadaka ambazo watoto wako wamezitoa siku ya leo, naomba Bwana Yesu kazibariki sadaka hizi,
ziendelee kufanya huduma katika kanisa lako. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini, Mungu wetu, amen. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na ukufadhili. Bwana Mungu akuinulia uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Basi tuenende kwa amani ya Bwana Yesu. Tunawakaribisha katika morning glory na pia siku ya jioni. Mwenyekiti, kuna kitu hebu karibu sana. Lakini kesho kuna morning glory, lakini jioni pia kutaendelea na maombi. Karibu mwenyekiti. Bwana Yesu asifiwe. Basi kabla hujaondoka, uji umeandaliwa kwa ajili yako. Pata kikombe kimoja kabla hujaondoka. Lakini wale mabinti wadogo, tunaomba baada ya kumaliza kunywa uji, tusaidiane kuosha vyombo kule jikoni, amen. Mabinti, mko tayari? Mko tayari kuosha vyombo? Naomba tusaidiane. Mungu awabariki sana. Asante sana. Tuketi kwa ajili ya huduma ya uji unaokuja.